Ifahamu historia ya kweli ya taifa la Israeli na maisha walionayo kwa sasa. Uko nami, mimi ni mwalimu Amos Leonard. Karibu sana. Historia hii ya Israeli inarudi nyuma kwa zaidi ya miaka 3000. Na historia yao inapatikana katika kitabu kitakatifu, yani Biblia. Hasa katika kitabu cha Mwanzo, Kutoka na Hesabu. Taifa la Israeli lilianza kwa ahadi, yani mtu mmoja aliyeitwa Ibrahimu alimpendeza Mungu. Hivyo Mungu akamwahidi kuwa atakuwa taifa kubwa. Na ikumbukwe kuwa Ibrahimu wakati huo alikuwa hana mtoto. Baadaye Mungu akajidhihirisha katika uzee wa Ibrahimu na kumpatia mtoto Isaka. Na ahadi ya Mungu ilitimia, na Ibrahimu baadaye kupitia Isaka akazaliwa Yakobo, ambaye baadaye alibadilishwa jina na kuwa Israeli. Maana yake ni ushindi. Baada ya hapo, watoto wote wa Yakobo waliitwa wana wa Israeli. Na baada ya mateso ya muda mrefu, kwa takriban miaka 450 wakiwa utumwani Misri, wana wa Israeli walipelekwa katika nchi ya Kanaani, ambayo kwa leo ni nchi ya Israeli na pande za magharibi mwa nchi ya Jordan, kusini mwa nchi ya Lebanon na nchi ya Palestina yote. Katika karne ya 11 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, Waisraeli walijenga ufalme wao chini ya wafalme kama Sauli, Daudi na Suleiman. Ufalme huu ulijulikana kama ufalme wa Israeli na kuwa na mji mkuu katika Yerusalemu. Baada ya kuanguka kwa ufalme wa Israeli katika karne ya 8 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, eneo hilo lilikuwa chini ya utawala wa mataifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Wababiloni, Wajadi na Wagiriki. Katika karne ya kwanza baada ya kuzaliwa kwa Kristo, Waisraeli walikabiliwa na utawala wa Kirumi, na hii iliwapelekea kuenea kwa Waisraeli katika maeneo mengine duniani. Maana yake utawala huu ulikuwa ni shida kwao, ambapo iliwasababisha wao kutawanyika na kuzagaa maeneo mengine ya dunia. Baada ya kuharibiwa kwa hekalu la pili mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, iliibuka vita. Vita hiyo ilikuwa inahusisha Waajemi, ambapo Waisraeli walitawanyika duniani kote, wakijulikana kama diaspora. Wakati huu Waisraeli walikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na dhuluma na ubaguzi katika mataifa ama sehemu hizo walipotawanyikia. Katika karne ya 19, harakati za kitaifa za Kiyahudi zilianza kuibuka, zikilenga kurejesha taifa la Kiyahudi katika ardhi ya Israeli. Hii ilijulikana kama Zionism na iliongozwa na viongozi kama Theodor Herzl. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, eneo la Palestina lilikuwa chini ya utawala wa Uingereza. Katika mwaka wa 1947, Umoja wa Mataifa ulipendekeza mpango wa kugawanya Palestina kuwa nchi mbili, moja kuwa Waisraeli na nyingine kuwa wa Palestina. Mnamo Mei 14, 1948, David Ben-Gurion alitangaza kuanzishwa kwa taifa la Israeli. Kuanzishwa kwa taifa la Israeli kulisababisha vita
ya kwanza ya Kiarabu na Israeli, ambapo majirani wa Kiarabu walijaribu kuzuia kuundwa kwa taifa hilo. Vita hivyo vilizimika na Israeli kupata maeneo zaidi ya ilivyokuwa imepangwa na mpango wa Umoja wa Mataifa. Tangu wakati huo Israeli ilikuwa ikikabiliwa na migogoro mbalimbali na vita na majirani zake, pamoja na masuala ya Wapalestina. Hali hii iliendelea kuwa changamoto kubwa katika siasa za Mashariki ya Kati. Na leo Israeli ni taifa lenye nguvu kiuchumi, kijeshi, lakini bado inakabiliwa na changamoto za kisiasa, ikiwa ni pamoja na mzozo wa Palestina na masuala ya usalama. Unaweza kuona na hata sasa vita inayoendelea kati ya Israeli na Irani, unaweza kuona kabisa mzizi wake ulivyokuwa katika historia hii. Wana wa Israeli walivyotawanyika kuelekea maeneo mbalimbali. Sasa baada ya kuanzishwa kwa taifa hilo, baada ya wao kurejea, maana yake walichukiwa, hali ya kwamba majirani zake Waarabu walikuwa hawapendi kabisa wana wa Israeli waanzishe taifa lile, kwa sababu walirejea katika maeneo ambayo tayari yalikuwa yamekaliwa na Wapalestina. Sasa hali hiyo ndio mpaka sasa inaibua mizozo na vita ambayo inaendelea kwa sasa. Barikiwa sana, tutaendelea na historia hii kwa wakati mwingine. Usiache kusubscribe katika chaneli hii ya Credibility Generation ili uweze kuendelea kupata mafundisho na ufahamu juu ya historia hii na mambo mengine ambayo yatakujia. Mungu akubariki sana sana. Amen.